Mimi leo nataka nipongeze mtukufu Rais Dr. William Samoei Ruto. William Ruto jana alionyesha kuwa yeye ndiye baba wa taifa, yeye ni mzazi na yeye ndio commander in chief of this nation. Imagine, niliona watu wameanza kuongea hii story ya huyu msichana anaitwa Nduta, mwenye alikuwa nyongwe huko Vietnam. Niliona stories zimeenea, watu wakaanza kusema because Ruto ako na damu ya Gen Z kwa mikono yake, haizi saidia Nduta. Ngoja niwaambie, it was not late until wakati Ruto alimake a call kuongea na president wa Vietnam kuwa wa hold hiyo kinyongo ambayo ilikuwa wamnyonge yule msichana kule Vietnam. Na watu umekuwa mkielezewa sana sana wa Kenya, please, ukitaka kwenda majuu, achana na stories za ma-agents. Ma-agents wanawapeleka, ndio maana mnateswa. Mnateswa na mateso zingine mbaya mbaya ambayo hata tuwezi ongelelea hapa kwa kamera, hapa online. Tafadhalini, fata njia sahihi, njia yenye iko na uhalali, uwazi. Unapoenda kule nje, ujue unaenda wapi na kufanya kazi gani. Sahi waziri ambaye amesimamia mambo za nchi za kigeni ama immigration, Mheshimiwa Mutua, Alfred Mutua, sahi anapeleka maelfu ya Wakenya nje na wanaenda UK, Canada, huko Qatar, Dubai kufanya kazi ambazo zinajulikana. Unaenda una sign contract kama miaka miwili ama mitatu, ikiisha unarudi kwenu, una sign tena ukitaka unarudi. But hii mambo ya agents, tafadhalini. Sasa msichana ametoka Kenya, ilikuwa ende Saudi Arabia. Akaambiwa no, vile amefika JKIA juu kwa na fly, ati sasa utaenda Saudi Arabia, utaenda Vietnam. But lazima upitie Ethiopia. Juu ukifly kwenda Vietnam, kwa wale ambao mjasafiri, si mmoja tumeenda huko na tukarudi. Mimi ndo nilienda huko next after Rambo. Rambo alikuwa Vietnam, then mimi nikakuwa wa pili, Mkenya wa pili kwenda Vietnam. Now, ukienda Vietnam lazima upite Ethiopia. Hiyo ilikuwa ni jokes, usijali. Ukienda Vietnam lazima upite Ethiopia, ndio connect na ndege ya kwenda Vietnam. So ukifika pale Ethiopia akapewa kibagi kidogo tu, akaambiwa kwa yule jamaa ambaye anaenda kukupokea pale Vietnam, ukifika tafadhali mkabidhi hii bagi ndogo, iweke kwenye pochi yako. Ukifika, ukishuka akikupokea umkabidhi mzigo. Huu mzigo ni wake. Sasa msichana juu hajaiona cocaine nini, hajui madawa za kulevya na kazi kwao, wametoka kwa watu ukiangalia kwa ni mbali, wanatoka kwenye familia ambayo wako chini kiasi. Basi akaondoka. Kufika Vietnam, kawaida nchi za kigeni, ukishuka kwenye ndege lazima unafanywa kitu inaitwanga search. Unaangaliwa umebeba nini, umeingia nini kwenye nchi hiyo. So wakati alienda kusajiwa akapatikana yako na kilo 2 za cocaine. Msichana alishtuka, hata juu cocaine nini, hajaiona macho yake. Hiyo ndio imefanya msichana akakuwa kwenye hii shida, ambapo alihukumiwa 2023 alihukumiwa last month tarehe 6 kuwa anaenda kunyongwa. Sasa juu turudi sasa kwa president. Wakenya wakaweka marumas, nini, rais hizi saidia msichana enda kunyongwa juu ni Mkikuyu, rais hizi simama na Mkikuyu. Ngoja niwaambie, kama kuna mtu ambaye hana ukabila Kenya ni Rais William Ruto. Alisimama kama mwanaume akasema huyu ni mtoto wetu, ni mtoto wa Kikenya, ana damu ya Kenya, lazima asimame naye. Akapiga call. Akaongea, akatuma PS Korir aongea na nchi hiyo, wakaongea, walipokea ujumbe, wakasema basi wamehold mpaka mwezi wa 6 Kenya wa negotiate na wao jinsi msichana tarudi Kenya hukumiwe huku Kenya. Unaona? So mimi nashukuru sana rais kusimama na huyu msichana. Rais hakuangalia msichana ni Mkikuyu, hakuangalia ni kabila gani ama anatoka wapi ama kuna damu gani. Rais aliangalia huyu ni Mkenya na kuna damu ya Kikenya na nafaa kujaliwa kama Mkenya. So those people ambao mnasema Ruto sijezi simama na watu kutoka mali fulani, angalieni tayari chenye Ruto amefanya. Ndio mjue nyinyi wenyewe ndio mko na ukabila nambari 1. Wala si president. Si president. Watch my next video.